Muni ogopi kufa, anaogopa kutangulia, maana atawamisi wanaye. Waoni so watu wazuri. MPM Kimbunga 006 aka 5G. Behind the camera niko na Rashidi. Na leo tuko na mwalimu kutoka CWS. Atakwenda kutufundisha kuhusiana na mazingira pamoja na upandaji wa mimea, vitu kama na hivyo. Mwalimu, inakuwaje? Safi. Mzima Kabisa. Harakati nzuri. Familia wako poa? Tunashukuru Mungu, wote wako salama kabisa. Na hivi kwa majina unajulikana kama nani? Kwa majina naitwa Mlenga Masumbuko. Ni mkimbizi kutoka kwenye jamii ya Kongo. Nafanya kazi na CWS kwenye kitengo cha maendeleo. Na tunahusika na upandaji wa mboga mboga pamoja na utunzaji wa mazingira ndani ya kambi. Ndio. Hivi nini maana ya CWS? CWS maana yake inaitwa kwamba CWS ni shirika mojawapo ambalo lenyewe linahusika zaidi sana na masuala ya kusaidia jamii. Ila sasa ule ni muungano wa makanisa ambao unaokuwa unatoa misaada kwa wanajamii wale ambao wanaokuwa wanapata majanga. Na ni shirika mojawapo ambayo lililoanza katika kipindi kile cha vita vipili vya dunia. Watu walipokuwa wamepata majanga makubwa sana, wao wakawa wamejitoa kwa ajili ya kusaidia wale wahanga. Ndio. Na tukiangazia upande wa mazingira, tunamshukuru Mungu, inshallah mazingira ni mazuri, yanapendeza. Na hivi tungependa kujua mazingira, neno mazingira inamaanisha nini? Cha kwanza tu nishukuru kwa kupata nafasi kufika kwenye studio zenu za Yode TV. Na pia tumshukuru mfadhili wenu ambaye ameweka hivi vitu kwenye mazingira mazuri. Pia nishukuru tena kwa kupata nafasi kwa kuja kutoa elimu ya mazingira kwenye nanili ya Yode TV. Na tusemapo mazingira ni kitu chochote kile kinachozunguka mwanadamu. Hiyo ndo ainisho kuu ya mazingira. Ndio. Na leo tutabezi kwenye kilimo. Na kwenye kilimo kuna mimea aina 3 ambayo nitakwenda kuiulizia, lakini ningetamani tuweze kujua kilimo ni nini. Ndio, tusemapo kilimo ni jumuisho ya shughuli zote zile za uzalishaji. Ndio maana ya kilimo, uzalishaji. Ndio. Na tukizungumzia uzalishaji inakaaje? Nisemapo uzalishaji ni hali tu ya kupanda baadhi ya mazao mbalimbali. Ndio maana nimesema kwamba ni jumuisho uzalishaji wa mazao mbalimbali. Na leo tutakwenda kujifunza kuhusiana na spinach. Nafikiri watu wanajua spinach pamoja na Chinese na tembele. Hii ndo mimea mitatu ambayo tutakwenda kuzungumzia leo. Na tuanze moja kwa moja na spinach. Spinach ni mmea gani? Spinach kwanza nitazungumzia vyote kwa pamoja. Ndio. Tusemapo spinach, Chinese ni jamii za cabbage. Lakini sasa ni jamii za cabbage ambazo ziko tofauti zaidi sana. Maana kuna zile cabbage ambazo zinajifunga na kuna zile cabbage za majani. Sasa tusemapo spinach ni mojawapo ya cabbage zile za majani. Na tusemapo Chinese ni aina nyingine ya cabbage ambayo na yenyewe ni ya majani. Lakini chimbuko yake ya Chinese ni baadhi ya nanili ya cabbage ambazo zimetokea Uchina. Tembele ni zao lingine tu, ni mboga nyingine ambayo yenyewe haihusiki na jamii ya cabbage. Na tusemapo hizi mboga tunapokuwa tunaingia kwenye masuala ya lishe, mboga za majani pamoja na matunda ni kundi mojawapo ambayo inasaidia mtu kwenye kinga nyingi za mwilini. Pia kama watu wanapata protein pamoja na vitamini, ni kundi mojawapo ambayo inatoka kwenye jamii za nini, za mboga. Ndio. Na mtu anapokuwa anatumia spinach pamoja na tembele na Chinese, upande wa spinach inasaidia mtu kwenye swala kwanza la macho. Mtu anapokuwa anatumia spinach kwa asilimia kubwa sana, utakuta yale mazingira ya macho kutokuona vizuri na kumefanya nini, na imeisha. Pili, kwenye mzunguko wa damu.
Vyakula ambavyo tunavyokuwa tunavitumia ni vyakula mojawapo ambavyo vina kemikali nyingi sana, na pia mtu anapokuwa anatumia spinach pamoja na Chinese zinakuwa zinaondoa sumu mwilini. Na upande wa CWS ni shirika mojawapo ambao wao wamejikita kutoa mafunzo mbalimbali, na katika hayo mafunzo kuna mafunzo ya uundaji wa makundi, kuna mafunzo ya usawa wa kijinsia, kuna mafunzo ya kilimo hai, kuna mafunzo ya lishe na kuna mafunzo ya utunzaji wa mazingira. Na ndio maana nimesema kwamba hayo mafunzo matano ndio mafunzo mojawapo ambayo yanayokuwa yanatolewa na shirika la CWS. Na pia kwenye haya madhao ambayo mmeyataja hapa, spinach, Chinese pamoja na tembele, si tunatumia kilimo hai. Nisemapo kilimo hai ni kilimo anachokitumia mtu bila kutumia kemikali za viwandani, yaani tunatumia mbolea za asili pamoja na dawa za asili. Na tukiangazia upande wa hizo kemikali na hizi mbolea zetu za asili, mbolea ambazo ni za kemikali hivi zinaathiri nini hasa ukiweka kwenye mmea au upande wa mwanadamu? Nishukuru tena kwa kupata nafasi. Mtu anapokuwa anatumia mbolea za kemikali, cha kwanza, kadri tulivyofundishwa sisi kipindi ambapo tulipokuwa tupo wanafunzi, wamedai kwamba mbolea za kemikali ni mbolea mojawapo ambazo zinaathiri udongo, na ile kemikali tena inaathiri nani? Mwanadamu. Na sasa mtu anayekuwa anatumia vyakula ambavyo vimeoteshwa na mbolea za kemikali, kuna asilimia kubwa sana ya mtu huyo kupata maradhi. Na ndio maana mnapokuwa mnaona ulimwengu wa sasa hivi magonjwa yameongezeka. Hayo magonjwa yameongezeka kwa asilimia kubwa sana ni kutokana na hali ya nini? Ya watu kuwa wanatumia vitu vya kemikali vingi, yaani vitu kutoka viwandani. Ni vitu mojawapo ambavyo vinavyokuwa vinatuathiri. Na ndio maana CWS wakaja na mbinu ya kuwa wanafundisha watu kutumia vyakula ambavyo vimeoteshwa na mbolea nini? Za asili. Na kuna faida gani hasa kuweka mbolea za asili kwenye mimea? Ndiyo, faida mojawapo ya kuweka mbolea za asili kwenye mimea, cha kwanza, mbolea za asili zenyewe hazina madhara. Pili, mbolea za asili faida yake nyingine ni mbolea mojawapo zinazokuwa zinapatikana kando kando na mkulima. Ninapokuwa nasema kwamba zinapatikana kando kando na mkulima, ninapokuwa nahitaji majifu ni mbolea naipata tu ninapokuwa nafanya zile shughuli za upikaji, na wanapokuwa wamemaliza yale majifu, wanapokuwa wanabakia jikoni, na yachukua naenda kuweka ndani ya shamba langu. Pia hiyo mbolea za asili inatusaidia kwa ajili ya kurutubisha udongo, utakuta rutuba ya udongo inakuwa ni endelevu. Hizo ni faida mojawapo, faida chache mojawapo za mbolea za nini? Za asili. Ila faida ni nyingi sana kuhusiana na mbolea za asili. Na ni jinsi gani mtu anaweza akaandaa chakula chake cha Chinese au spinach? Maana umesema Chinese na spinach ni chakula ambacho kiko kwenye familia moja au kwenye kundi moja. Nilisema kwamba hizo ni aina za kabeji, na hizo aina za kabeji maandalizi yake, cha kwanza mtu anatoa spinach zake shambani. Unapokuwa unazitoa shambani, unaziosha ili ziwe safi. Unapokuwa unaziosha, mtu anakuwa anafanya nini? Anakatakata. Unapokuwa unakatakata, unachukua sasa zile spinach unazitokotesha kwanza kidogo ili ziingie kwenye mazingira mazuri. Zitakapokuwa zimetokota, unachukua sasa vile viungo kama vile nyanya, tunguu pamoja na mafuta, unakuwa umefanya nini? Umechanganya. Baada ya dakika 5 zile mboga mboga zitakuwa zipo kwenye mazingira mazuri. Unaweza sasa ukaandalia familia yako kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya mahitaji ya kula. Ina maana kwamba hicho chakula kinapikwa dakika 5. Dakika 5, lakini sasa kuna baadhi ya watu hawajui namna gani ambavyo wanaweza kaandaa hizo mboga mboga. Na ndio maana shirika la CWS kushirikiana na uongozi wake, wao huwa wanatoa mafunzo yale ya lishe. Wanapokuwa wanatoa mafunzo ya lishe, wanaonesha wakimbizi namna gani ya kuandaa zile mboga mboga, kwa sababu hizi mboga mboga kwenye jamii ya Wakongo ni mboga mboga ambazo ni geni zaidi sana. Walio wachache ndio ambao waliokuwa wanatambua kwamba Chinese pamoja na spinach ni zao mojawapo ambao mtu anaweza akaiandaa hivi, lakini baada wao kuja kujiunga na CWS ni watu mojawapo ambao wameshapendelea hilo zao, lakini kutokana na ule ugumu wa uandaaji, shirika kama vile shirika inakuwa na jukumu la kuwafundisha namna ya kufanya nini,
ya kuandaa hizo mboga mboga. Na niwashukuru wale viongozi wangu kwa sababu si tuna jopo kubwa, maana kuna watu ambao wanahusika na masuala ya lishe. Unaona, sasa panapokuwa mafunzo yale ya lishe, wao wanakuwa na jukumu ya kuwafundisha baadhi ya yale makundi ya vyakula. Wanapokuwa wanamaliza kuwafundisha hayo makundi ya vyakula, wanaingia moja kwa moja namna gani ambavyo wanaweza wakaandaa vile vyakula ili kukamilisha ule mlo kamili. Sijui kama naeleweka ndugu mtangazaji. Umeeleweka. Tungetaka tupate utofauti au utofauti wa maandalizi ya mboga ambayo inaitwa tembele na hizi Chinese zetu. Hakuna utofauti mkubwa kwa sababu tembele hata mimi nazipika. Spinach hata mimi nazipika, na ndio maana nimekuambia kwamba sisi ni jopo. Na tunapokuwa kwenye maandalizi, cha kwanza tubagui kwamba wewe ni mwanaume aza ni mwanamke aweze akafanya kazi, kwa sababu tunatoa na mafunzo ya usawa kijinsia. Kwa maana hiyo wanapokuwa naandaa, hata na sisi tunaingia moja kwa moja kwenye masuala ya kufanya nini, ya kuandaa. Mfano wa kuandaa tembele. Tembele si zao ngumu, sio madhao magumu zaidi sana kwa kufanya nini, ya kuandaa kwenye jamii ya Wakongo, kwa sababu tembele hata tulivyotoka majumbani kule ni watu mojawapo waliokuwa wamezoea kufanya nini, kuandaa tembele. Lakini sasa utofauti uliopo ni pale wao walikuwa na kariri kwamba mboga inapokuwa inakaa jikoni muda mrefu ndio itakuwa imefanya nini, itakuwa imeiva. Na katika hizi mboga zetu, mboga hazitakiwi kukaa muda mrefu sana jikoni, kwa sababu zitakapokuwa zimekaa muda mrefu sana jikoni, zile protein zote zitakuwa zimefanya nini, zitakuwa zimeisha. Na ndio maana zinatakiwa, kwa sababu tulifundishwa mboga mtu anaweza akaitumia ikiwa mbichi aidha ambayo imepikwa. Ndio. Kwa kuna uwezekano wa mtu kula tembele mbichi? Kuna uwezekano mkubwa sana, na kula vitu vibichi vinakuwa vinasaidia kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu tembele sisi zinatusaidia kwenye nafasi ya kuongeza damu. Mtu anapokuwa amepungukiwa damu, anapokuwa anatumia tembele kwa asilimia kubwa sana, utakuta damu inafanya nini, inarudi. Na wale watu ambao wanaokuwa wanajihisi kama vile maumivu ya mifupa ndani ya mwili, anapokuwa anakula tembele kwa asilimia kubwa sana, utakuta matatizo kama hayo itakuwa imefanya nini, itakuwa imepungua. Katika pitapita zangu kuna sehemu nilikuta wameweka tembele juani kabla hawajapika. Hii inakuwa inaashiria nini? Ndiyo, na ndio maana nimesema kwamba kwenye maandalizi kuna njia nyingi sana ambazo mtu anaweza akazitumia kwa ajili ya kufanya nini, ya kuandaa. Kuna ile hali ambayo si tumezoea kutokotesha na nili tembele, lakini wao walitumia mfumo wa kuweka tembele kwenye jua ili kipindi kile ambapo atapendelea kuziandaa moja kwa moja aingie kwenye masuala ya kufanya nini, ya kuzikaanga. Yaani napokuwa nasema kwamba kuzikaanga, na kuwa nazichanganya pamoja na nini, na viungo. Si kwamba ataziacha kwanza jikoni ziwe kama vile zitakavyokuwa zinatokota. Anaunganisha tu tembele moja kwa moja na nini, na viungo. Na ndio maana ameziweka kwanza kwenye jua ili angalau ziwe kama vile zimefanya nini, zimenyauka. Kwa kifupi, jua na yenyewe inasaidia kwenye upishi wa tembele. Jua inasaidia, lakini hawaruhusiwi kuziweka muda mrefu, kwa sababu unapokuwa unaviweka muda mrefu, zile protein ambazo zinaweza zikanisaidia ndani ya mwili, vingi vitakuwa vimefanya nini, vimepotea. Na ni nini ambacho unaweza ukawaambia jamii ambayo inatuzunguka pamoja na wafuatiliaji wa Yote TV? Na tena tu niwashukuru kwa sababu najua kwamba hata ninyi mtakuwa wajumbe wangu wakubwa sana kuhamasisha wanajamii, na niseme tu wakimbizi ambao waliopo ndani ya kambi ya Nyarugusu, na niseme tu wakimbizi ambao wanaokuwa wanapatikana dunia nzima. Mimi naweza nikawashauri, kwa sababu pale CWS tunafundishana yale matabaka ya wakulima, na sisi tupo kwenye tabaka la chini sana. Napokuwa nasema kwenye yale matabaka ya chini sana, kuna matabaka matatu. Kuna tabaka la chini, tabaka la kati na tabaka la juu. Napokuwa nasema tabaka la chini, ili ndio tabaka mojawapo ambao wakimbizi na watu wengine wala ambao wajiwezi wanapatikana kwenye hizi tabaka. Mimi naweza nikawashauri na kuwaomba, kwa wale ambao wana mazoea aidha ambao hawana mazoea kuandaa bustani majumbani kwao, waige mifano kwa wale watu ambao wako chini kwenye himaya ya shirika la CWS. Kwa lipi? Mtu anapokuwa anaandaa bustani yake nyumbani, inakuwa inamsaidia vitu vingi zaidi sana, kwa sababu CWS ina malengo tofauti tofauti. Cha kwanza, wamekuja kuongeza mboga ndani ya kaya ambazo zipo chini ya himaya yake.
Mtu anapokuwa na bustani nyumbani kwake matuta 5, 6, 7, utakuta wewe ni mtu mojawapo ambaye hangaiki kwa kupata mboga mboga. Kwa maana hiyo tunaweza tukawaomba wale ambao hawajaiga mifano ya wale wanafunzi ambao wanaokuwa wanasomea CWS, waige mifano ya wale wakulima ambao wanaokuja kwenye shirika letu kuja kupata mafunzo. Kwa lipi? Anakuwa anapata mboga mboga kwa muda anaokuwa anautaka. Pili, inapunguza zile gharama za baba hai za mama kwa anaenda sokoni kwenda kununua nini, mboga mboga. Na utakuta hata watu wengine wamejitengenezea ajira. Anapokuwa na matuta 5 ya mchicha, anachukua ile mchicha anaenda kuuza, watoto wanapata kabuchungu. Wengine wanakuwa wananunuliwa hata yebo, sijui na vitu vingine vinakuwa vile ambavyo vilivyokuwa vinakosekana ndani. Anavipata kwa sababu gani? Ni mtu mojawapo ambaye amehamasisha familia yake wakawa wanapenda kilimo. Na sote tukipenda kilimo kwa asilimia kubwa sana, tutakuwa tumefukuza njaa ndani ya kaya zetu. Kwa sababu tunapokuwa tunaangalia mashirika sasa hivi, ulimwengu umekumbwa na hali ya bajeti. Ndani ya kambi tunasikia kwamba hata vile tulivyokuwa tumezoea kupata store ambayo tumepewa na shirika la WFP vimepungua. Lakini mtu anapokuwa na mboga mboga nyumbani kwake, zile pesa kuliko kwenda kununua mboga anaweza akachukua ili atafute unga kwa ajili ya kusaidia familia yake. Ndio. Na niseme tu comment yako ni muhimu sana, maana pale ambako utakwenda kusikia mafundisho haya na kwenda kushusha comment, utakuwa unatupa na sisi motisha ya kuweza kushusha vipindi kama na hivi kila iitwapo leo. Niseme sina la ziada. Ulikuwa nami MPM Kimbunga 006 aka 5G. Behind the camera nilikuwa na Rashidi. Bye bye.